Watanzania amuka. Saa hii siri imefuchuka kutoka ndani ya Ikulu ya Tanzania. Mama Samia Suluhu wakishirikiana na muhuni wake wa karibu anaitwa Omar Heri. Omar Heri eti wanataka kuficha ushahidi wote ambao wa mauaji na miili ambayo imesikwa ndani ya Tanzania. Imagine, tulifikiria ya kwamba namba ya kwanza tulipata ya kwamba eti ni watu 10,000. Kumbe sasa watu 10,000. Mama Samia Suluhu wakiwa na wauni wake wameua watu zaidi ya 50,000 ya Watanzania. Baadaye akataka kuficha ushahidi eti aende kusika watu 50,000 kwa kaburi ya pamoja. Akasauka na kwamba alisema Tanzania funga network, mitandao ikafungwa. Tanzania vyombo vya habari msiongee maneno yake. Akasahau ya kwamba kuna satellite juu. Sasa baada ya satellite kutoa kila kitu, mliona juzi CNN ikaleta mikanda kila kitu. Sasa Mama Samia Suluhu anataka kuficha ushahidi ya kwamba vile alisema eti sisi Tanzania hakukuwa na maandamano, watu hawakukufa. Na ukweli wa maneno, alipofunga mitandao alifikiria amefunga. Akafunga midomo ya vyombo vya habari akasema amefunga. Akasahau kuna satellite juu. Niliwaambia satellite, kuna satellite 3 juu duniani kote zinamulika. Kuna satellite ya wa Marekani, kuna satellite ya wa Urusi, ya Russia, kuna satellite pia ya wa China. So wametoa video pale ikaonyesha matukio yote. Mama Samia Mama Samia huyo saa hii amepanga akitumia Omar Heri eti ya kwamba sasa ile miili iliyosikwa tena ianze kufukuliwa, waichome. Eti wafukue miili zaidi ya 50,000 ichomwe. Eti sasa hata kama itakuja kufukuliwa ikose, jaribu muone. Yani jaribu muone. Jaribu amutagusa hata mwili moja. Sasa hivi satellite zote 3 wamezoom nchi ya Tanzania sasa wameanza kumulika, yani ulimwenguni satellite zote 3 ya wa Marekani, ya wa China na ya wa Urusi, ya Russia. Sasa wamezoom karibu, sasa karibu kabisa. Sasa hata menda akitembea Tanzania wanamuona. Kwa sababu ya warning imetoka ICC. Wameambiwa wazoom. Sasa kila tukio, kila mchakato ndani ya Tanzania unamulikwa. Jaribu sasa kutoa hiyo mwili muone. Jaribu kuona. Sasa Mama Samia Suluhu alisema ya kwamba, si ulisema ya kwamba watu wako kufa, ukakataa ya kwamba watu wako kusikwa. Sasa baada ya CNN kuleta mkanda kamili, kuleta documentary yote jinsi matukio yalikuwa, alafu wakafuatilia video clip kutoka kwa satellite, kila kitu kiko wazi. Sasa Mama Samia Suluhu saa hii ameanza na wamepanga kisiri, lakini ndani ya Ikulu kuna watu mama wakupendi. Ndani ya Ikulu mahali mnapangia vikao, jinsi mnaua, jinsi mnafanya, kuna watu wamechoka. Wewe unafikiria wanakupenda, lakini hawakupendi. Ni vile wanaogopa kuacha kazi, ni vile wanaogopa kuchiachisha kazi. Maana Tanzania ukiwa mahali ukichiachisha kazi ni kutekwa, na kama vile walifanyia Humphrey Polepole. Humphrey Polepole alisema amechoka na kazi ya mama ya damu. Sasa Mama Samia Suluhu, hebu niulize, umeua watu zaidi ya 50,000. So sasa hivi wewe uko na raha gani? Uko unachisikiaje? Damu yako inatembea kwa mwili, ili hali umeua wananchi wazalendo, wananchi wapenzi, wanapigania nchi yao, wanataka haki ndani ya nchi yao. Umewaua. Jamii ya kimataifa imeangalia. Sasa baada ya niliwaambia sometimes kusoma ni kitu ya muhimu. Siku nyingine mkichagua rais Tanzania,
wacha huwa kujichagua, angalia masomo yake. Sometimes kusoma ujue ya kwamba kando na nchi yako kukuwa na mtandao wako, kuna pia super power wameweka security juu. Mama kwa sababu ya kisomo chake ya kidogo, wenye wamezunguka yeye, mama kwanza hataki wasomi, so yeye mwenyewe atasoma. Wenye kumzunguka hataki wenye wasomi, hataki wasomi, so akiona wasomi ni kuwaua. Yani akigundua ya kwamba we ni msomi, uko na macho na uko na ujasiri, wewe ni kutekwa na kuuawa. Sasa nataka nchi ya wapumbavu, nchi ya wachinga. Rais mwenyewe ni mpumbavu, wenye wanafaa wamsaidie kazi mawaziri wapumbavu, wenye wanampea advice, kwa Kiswahili advice inaitwa nini? Wenye kumpea ushauri wapumbavu. Ataki mtu mwenye ako na akili, ataki mtu amesoma, ataki mtu mwenye ako na future. Anataka kufanya nini? Kumharibu na kumuua ama mteke. Sasa kwa sababu ya wote walikuwa wapumbavu, yani wote wakipanga jinsi ya kuua watu wasime wasime mtandao wa nchi ya Tanzania, wasime vyombo vya habari vya Tanzania. Akasahau ya kwamba hakuna mtu pale alikuwa na akili ya kwamba kuna satellite iko juu inamulika matukio yote ya nchi zote. Sasa akasima mtandao internet, akakataza paka sasa tukiongea amefunga midomo ya vyombo vya habari, amefunga mikutano ya hata kama ni ya mahubiri, eti lazima mtu kutoka serikali akuje pale akuje kusikia kama wanaongea juu ya hali ya disi ya Tanzania. Amefunga paka mikahawa, eti amwezi kaa kwa mkahawa muongee juu ya hali halisi ya Tanzania. Sasa hivi kimenuka, maana imejulikana ya kwamba Mama Samia Suluhu baada ya kutumia mafuele akaagiza wengine wakaua, sasa ameanza kutumia Omar Heri eti ndiye aongoze kikosi mzima cha kufukua waliosikwa na kuchoma. Sasa ili ya kwamba watakapo, unajua ile satellite ilionyesha paka mahali, yani paka location mahali mili imesikwa, ikaonyesha paka namba ya watu waliosikwa pale, ikaonyesha paka namba ya watu, paka malori ilikuwa inasomba watu. Kitu kiliniuma, kitu ambacho kimeniuma paka saa hii, eti Watanzania waliopigwa marisasi hawakukufa, walilazimishwa kuchukuliwa mochwari, sio kwa hospitalini. Hiyo kitu inaniuma paka saa hii, eti ya kwamba mtu amepigwa risasi, kwa bahati mzuri achakata roho, lakini achukuliwa hospitalini, anachukuliwa mochwari. Baada ya kuchukua mochwari, wakasema pana ni wengi sana, wakaenda wakatoa miili mochwari, wakachukua tena makaburini ya pamoja watu zaidi ya 50,000. Yani Watanzania wazalendo 50,000. Sasa mbona siri na fichu inafucha? Mbona siri inafucha? Mama Samia Suluhu katikati ya watu 50,000, katikati ya watu 50,000, au watu ambao muko nao ndani ya jeshi la polisi, jeshi la wananchi, paka ndani ya Ikulu, kuna watu relatives za kwao, unapata labda mchukuu yake, labda binamu yake, labda anko, labda anti, labda cousin, wao pia wamepigwa. Yani wanashindwa kulia macho, maana Tanzania nasikia mtu wako anauawa unalia kwenda ndani, huwezi kulia kwenda nje. Maana ukionekana ukilia kwenda nje na wewe pia unafanya nini? Unauawa. Sasa watu wanahofia, hawawezi kulia kwenda nje, wanalia kwenda ndani. So mko na wao, lakini wanakupima. Niliwaambia siku moja kitu kilifanya rais wa Kabila, alikuwa nchi gani ile, wa Kongo, akapigwa risasi, ni uchinga kama huo. Yani wewe uwe ndugu yangu na mimi ndio nimekulinda. Wewe uwe ndugu yangu, uwe mama yangu, uwe kaka yangu, uwe anko yangu, na mimi ndio nimekulinda. Risasi. Risasi. Pa! Uchinga kama huo ndio ufanya Rais Joseph Kabila wa Kongo akapigwa risasi na mlinzi wake. Ina maana nini? Yani unafikiria ukiwa na watu Ikulu ni watu waaminifu,
Unawafikiria ukiongea watu wanasema ndio ndio, wanakupigia makofi. Makofi mengine wanakupigia lakini wamekuchukia kwa sababu hawawezi ongea sauti yao. Hawawezi peana advice zao. Maana wakipeana uchukui. Angalia kama Humphrey Polepole. Amewahi kukupea advice, amekupea paka barua, amekuandikia, au badiliki sikio la kukufa. Akaamua kuchiachi. Baada ya kuchiachisa, umeteka yeye, mpaka saa hii tujui ya kwamba Humphrey Polepole yu hai ama amekufa. So ndio maana saa hii watu mko nao ndani ya Ikulu ni vile wamekufumilia. Sio eti yani hawakupenda. Mbona siri kama hizi utoka ndani? Mbona hizi siri zinatoka? Kama sasa nikwambie yule Larry Madawo, mwana CNN Mkenya, amesoma, ako na habari nyingi zingine atatoa. Mwanaharakati wa Kitanzania Sarungi ako na uchumbe mkubwa atatoa. Akina Mange Kimangi ako na uchumbe mkubwa atatoa. Akina Lecho Dangwa, among others, wako na uchumbe ambao hawajatoa. Sasa hivi tukiongea ile information mahakama kuu ya duniani ICC iko nayo ni kubwa, hawajaongea. Ile information Umoja wa Mataifa uko nayo juu ya Tanzania hawajaongea. Ile information ambayo Afrika Mashariki wako nayo hawajaongea. Ile information wanaharakati wa Afrika Mashariki paka wa duniani kote wanayo, hawajaongea. Kuna information ya wale maobservers walikuja Tanzania wakati wa kura zinapigwa, hawajaongea. Alafu unafikiria vitu iko sawa, yani unatembea tu yani watu 50,000 zaidi wamefariki, alafu unatokelezea wewe unasema Tanzania hoye. Eti paka nimeona umeanza kutumia viongozi vya kidini kwa mambo ya siasa. Nimeona kuna Waislamu juzi, viongozi wa kidini, hata nimesikia kumbe hawajasoma kama wewe. Eti wameanza kuongea na kusema ya kwamba sasa imekuwa vita ya kidini ya Wakatoliki, yani Waislamu na Wakristo. Makosa. Mama Samia Suluhu, uraisi wa damu, sio uraisi. Yani uraisi unataka wewe umwage damu. Katika historia hata wakati wa kupindua wa Beruberu, watu hawakufa kama wenye wamekufa wakati wewe unataka kupindua nani? Wananchi hawakutaki. Umma haukutaki. Unalazimisha upate uraisi wa damu. Yani makosa sana. Sasa Omar Heri imejulikana ya kwamba wewe ndio kiongozi katika mjadala mzima, katika mchakato mzima wa kwenda kufukua miili ya Watanzania 50,000. Maana mnapanga ndani ya Ikulu, kuna wengine wanashinda kujiokoa pale, wanafumilia. Maana nimekuambia hapo ndani ya Ikulu kuna watu wamefiwa, kuna watu wamepigwa, kuna watu ndani yao roho zao wanalia, wapendwa wao wamekufa. Na hakuna kitu mbaya kama mpendwa wako akufe na usifanye matanga yake. Yani ndugu yako unaanza kufanya imagination, yani ni kama alikufa ama ako hai. Paka unasema pana atakufa, atakuja tu. Ni kitu mbaya sana. Matanga yasio na kilio, ndugu yako ameuawa, haujaona. Unajua sisi wanadamu, mbona tuende mazishi? Unaenda kuhakikisha kweli amefariki, ndio unasadiki, unasema kweli amefariki. Sasa unaposikia kwamba ndugu yako, kaka yako, mama yako, anko yako, baba yako, mke wako, yani hebu niambie, umelala na mtu asubuhi, ni mke wako, ametoka, umesikia amekufa na mwili haupo, amekuachia watoto. Akili yako unasikia nini? Akili yako. Umelala na bwana yako, ametoka asubuhi, ameuawa na hujamuona na hutawahi muona, na umesikia mwili wake haupo. Nini itakuwa kwa mind yako? Makosa. Yani afadhali umuone, uhakikishe nasema upeane heshima za mwisho.
Sasa Watanzania saa hii mama wakutaki, mpaka wenye mko nao mnapanga mipango usiku, lakini wanapeana ile kilipi ya watu wameuawa wanazikwa kwa pamoja. Sili kutoka kwa jeshi, wenye walikuwa wameenda kusika ndio walipiga picha wakasambaza. Ina maana Mama Samia Suluhu katikati ya machama wako, unaona ni waaminifu, wanajeshi wandani wako hawakutaki. Kumbuka ni mawe yanaongea kwa niaba ya Watanzania. Thank you very much for being with us. Like, comment and subscribe.